alaikum my fan and my foe. Alhamdulillah, nimepata hii chance baada ya muda mrefu sana kupotea kwenye huu ulimwengu. I always say I'll come back, but it seems like forever. Mwaka ulikuwa upiti bila kupata either ni simu, email au text kuhusiana na kazi nilizokuwa nazifanya kupitia ile blog yetu. Watu walitaka kujua nini kimetokea, kwa nini sichapishi tena makala, kwa nini nimekaa kimya muda mrefu. Lakini hapa sitajibu yoyote katika hayo swali. So nilipoamua kurudi, niliona njia bora zaidi ni kwenye visual. Why not? Let's go with YouTube for now. Still bado nimekuwa naulizwa maswali kuhusiana na current events zinazoendelea duniani. Lakini si kila ninachojibu au kukitolea maelezo naona ni kama bit and piece na sio the whole thing. This time kwenye visual nataka niweke story sawa. Nataka tuanze mwanzo kama mwanzo. Nadhani itakuwa moja ya safari ndefu sana kwa sababu nategemea kupublish kwa mfumo wa series kama nilivyokuwa nafanya kwenye blog. Na kila series minimum ni episode 10. Ila zinaweza kuzidi mara pengine lakini si kupungua. Series zenyewe minimum zitakuwa 10 lakini huenda zikaongezeka. Kwa haraka hapa ni episode 100. Inaonyesha episode 1. Season ya kwanza itakwenda kwa jina la From Darwin to Aliens. Hapa tutakwenda kuidukiza nadharia ya Darwin kuona kama equation yake ina fit kwenye kile ambacho mpaka sasa hatuna majibu ya msingi. Tunafikiri kabla ya binadamu wa Darwin palikuwa na viumbe vingine wenye sifa kama za huyu binadamu wa Darwin. Sababu kuna mambo mengi yamepatikana na yanaendelea kupatikana na kuvumbuliwa ambayo hayaonekani kabisa yanahusiana na binadamu wa Darwin. Hivyo tutamleta mjomba Darwin hapa na kumuuliza maswali ya msingi kabisa. Na kama hatutaridhika na majibu yake, tutaangalia uwepo wa aliens. Je, wapo au walipata kuwepo? Je, wao ni wafanyaji wa hizo kazi ambazo mjomba Darwin kashindwa kutujibu, ambazo binadamu wa Darwin ameanguka patupu? Je, aliens ndio wanafanya kazi hizo? Je, ndio waandishi wa zile kazi? Ikiwa na wenyewe hawatatupa majibu ya msingi kama ambavyo binadamu wa Darwin atakuwa ameshinda, in case kama atashinda, sikurudi kama ameshinda, tutakapokwenda kuangalia ushahidi tatuambia is he the right person or not. If not, tutaangalia aliens and are they the right people. I don't know if the people kama wenyewe ni watu au ni creature gani, I don't know. But tunachotaka ni majibu. Je, wataweza kutupatia majibu? Wakishindwa, itabidi tuende kwenye season 2. Season 2 inakuwa ni inevitable. Season 2 itakwenda kwa jina la From Adam to Noah. Season 2 tutakwenda deep kwenye vitabu vya kidini na kimila ambavyo vinazungumzia kiumbe anayeitwa binadamu. Moja ya vitu ambavyo vitatufanya tuvukie vitabu hivi ni kuwa kuna hadithi nyingi za kimila na pia kwenye hivyo vitabu vya kidini vikizungumzia binadamu si kwa sura tunayomuona nayo leo, wala sio kwa ile sura anayozungumzia Darwin, bali binadamu kama jitu kubwa, jitu lilokwenda hewani futi 30 na kitu. Na hii ipo documented, kuna ushahidi wa kutosha kutoka kwenye vyanzo vya kimila, kutoka kwenye sekula pia, na kutoka kwenye hivi vitabu vya kidini. Na vitabu vingine vya kidini vinamtaja kwamba alikuwa na urefu wa futi zinazofika 90+. Sasa tunataka kujua yeye ni mfanyaji wa zile kazi ambazo bado mpaka tunaingia season 2 I'm sure hatujapata. Who's the artist? Ni nani aliyefanya zile kazi? Huyu binadamu kutoka kwenye vitabu vya kidini na kimila, huyu binadamu ambaye alikuwa ni jitu. Je, tunaweza kumnasibisha kuna chochote, kuna ushahidi wowote wa kueleweka na kushikika kuhusu kwamba yeye ndio mfanyaji wa kazi zile? Hilo ndio ambalo tutakwenda kulitazama kwa kina kwenye season hii ya pili. Mwisho tutaliangalia gharika lenyewe, bali na vitabu vya dini kuzungumzia kuwepo kwa gharika na ushahidi wa hadithi za kimila kutoka kwa jamii mbalimbali duniani. Tunakutana na hizi habari. Kuna source nyingine, hasa source ya kisekula, na wana ushahidi kuhusiana na gharika na impact yake, athari zake zilikuwa ni zipi, nini kimefuatia baada ya hapo.
Je, gharika ndio mwanzo wa kuporomoka kwa jicho na kuja kwa huyu binadamu tunaimuona leo? We go to say that and I hope we'll find some answer to those questions. Kabla hujatulia, tutakutana na season 3 ambayo itakwenda kwa jina la From No to Jesus. Trust me, hii haitazungumzia mahubiri ya mtume Mungu wala Yesu wala yeyote aliyekuwepo baina ya hao, lakini nitazungumzia kila kitu kuhusu ni akina nani. Tutaanza na Nuhu mwenyewe na kizazi chake. Baada ya gharika, tutaichambua kwa kile ile hadithi maarufu ya chanzo cha mtu mweusi ni kipi na mtu mweupe ni kipi. And trust me, when I tell you, you will be surprised like never before. Nakwambia, what you will go to learn from that series will question belief and shake its foundation. And you will never be the same person again after finish that series. Tutamgusa Ibrahim alayhi salam, baba wa mitume. Tutakuja mpaka kwa Yakubu alayhi salam, Israeli mwenyewe. Lakini hatutamwacha mtu mzito kama Musa alayhi salam. Kwa mbali sana hapa tunatafuta chimbuko la mzozo wa Palestina. Tutakwenda kuwachambua hao wana wa Israeli nje ndani kupitia vitabu vitakatifu na mitume wao. Ni akina nani hasa wao? Asili yao ni wapi? Na wako wapi sasa? Je, hawa wanaojiita kizazi teule sasa ni wao? Ndio wale? Na mwisho kabisa tutamaliza na mtu muhimu na mzito sana, mmoja katika mitume wakubwa sana wa Mwenyezi Mungu, Yesu. Trust me, tutakapoigusa hadithi yake utakaa chini. Na kama wewe sio mtu wa kupokea na kuchambua mambo na kuonya, hii series sio yako. Namkumbuka Neo kwenye Matrix alipokutana na Morpheus, alipewa vidonge viwili achague kimoja. Trust me, when you go to that season 3, you are going to choose a pill, my friend. Yeah, you can skip that series and continue to dream, or you can take the pill na kuona ile shimo la panya ni refu kiasi gani. Alafu tutakwenda kwenye season 4, From Muhammad to Jerusalem. Tutaitazama dunia kutokea pale Yesu anapaishwa mbinguni. Nini kilisibu dunia? Matukio gani yalitokea ambayo yalichonga historia ya dunia kama tunavyoiona leo? Kisha ujio wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namna ambavyo ameichonga historia ya dunia kama ambavyo tunaiona leo. Tutakwenda mpaka Waislamu wanakabidhiwa Jerusalem. Alafu tutagusa asasi za siri, uso wao hauepukiki. Tutatazama vita vya msalaba. Utakuja mpaka asubuhi ya karne ya 19 mpaka kuporomoka kwa khilafa. Utakuja mpaka asubuhi ya karne ya 19 ambapo mfalme anaporomoka, khilafa inaporomoka na new world order inanyanyuka. Kabla hujatulia, nitakukaribisha kwenye season 5. Tutakwenda kuangalia wajukuu wa Hajuji na Mahajuji, na waita Gog na Magog. That's the English translation. Dunia itashuhudia vita ambavyo haijapata kuviona hapo kabla. Mnyama wa hali ya juu ambao haujaandikwa kwenye vitabu vya historia. Binadamu atavunjwa na kuporomoshwa chini, na akiwa amepiga magoti kama mnyama atakula nyama ya binadamu zake. Na si kwa bahati mbaya, the new age, a new world order. Tutakapokuwa kwenye season 3, moja ya hadithi ambazo tutazigusa ni hadithi ya kizazi cha Hajuji na Majuji. Lakini kama tunavyojua, hili lilikuwa ni kabila, yani ni binadamu kama binadamu mwingine. But, na pia tena but, mambo yao, uharibifu wao, unyama wao ulisababisha wafungiwe mahali, sababu ni breed ambayo haigusi chochote, inakitarika, kitaoza na kunuka. Na ni breed ambayo moja ya sifa yake ni kuzaana kwa kasi ya ajabu. Kwa ajili ya ustawi wa dunia, inabidi wafungiwe mahali. Ili dunia iendelee kuwepo, inabidi wafungiwe mahali, kama tutakavyoona kwenye season 4. Na kuna watu ambao walishia nao damu kwenye huo mfereji wa kabila hii, na watu hao hawakufungiwa sababu hawakuwa ni Hajuji wa Mahajuji, ila walikuwa na damu na vinasaba vya watu hao. Kwenye series hii, watu hao tunawaita wajukuu wa Hajuji
na ambacho dunia itakishuhudia kupitia wajukuu hawa kwenye season 5. Dunia itajua kwa nini Hajuja wa Mahajuja mwenyewe walifungiwa, kwa sababu lao wangekuwepo kwenye uso wa ardhi, hakuna ambacho kingebakia, na wajukuu wao watakwenda kututhibitishia hili kwenye episode za kugofya za season 5. Lakini hatutaishia hapa. Ndani ya season 5 tutakwenda mpaka kugusa yule ambaye anaabudiwa na kila mtu kwa imani yake, na si mwingine ni Masihi Dajjal. Season hii itakuwa moja ya season ndefu sana, na nina wasiwasi episode zake zitakwenda si chini ya 20 kama sio 30. Kwenye season hii tutaenda kuona uso mzima wa Buddha. Kabla hujatumia utakutana na season 6, itakwenda kwa jina la The Mask. Harakati za mwanzo tutaziona kwenye season 5 kwa mbali, lakini hapa tutazama deep kuangalia mapinduzi haya ambayo kofia itavaliwa mguuni na kiatu kitavaliwa kichwani. Ni uenda wazimu wa aina yake. Tutakwenda kutazama uso wa new age, feminism, pornography, human rights, homosexual, na kuchora na amani ya namna gani ufalme kapinduliwa na sasa malkia ndiye anayeongoza. Si hivyo, tutayatizama mapinduzi haya na athari zake hasa kwenye upande wa kijamii na kiroho, kimaadili na kiuchumi. We have a long way to go. Tutakwenda kutafuta Mungu. We have to look for redemption. Season 8, mind control. Season 9, bank. Season 10, I just put question. I don't know what to do. Safari ndio kwanza inaanza, kutoka kwenye kiza cha dunia ya kale mpaka kwenye spotlight ya zama zetu, mpaka kwenye headlines za dunia ya leo. Hadithi ya binadamu si tu ni kubwa kuliko, lakini mgeni na ya ajabu. Kila jibu linarudi na maswali 1000. Kila ukurasa unaofunuliwa unatikisa na kutia ufa kwenye misingi ya historia tunayofahamu. Subscribe kuifahamu historia yako, lakini zaidi uione sura ya adui yako, sura za yule aliyeshikilia funguo za uhuru wako. I can only show you the path to your freedom. You are the one who's gonna walk on it. I'm gonna give you nothing but the truth. At last, the truth shall set you free.